Kitu cha kuzingatia kingine, mwezi wa 12 mliweke kwenye taarifa na nyema katibu muandike. Tutakuwa na mfungo wa wiki 2. Tutafunga kama kanisa, kuna mambo nitawaelekeza tutakayotakiwa kuyaombea. Hiyo ni kanisa zima kote liliko. Lazima tufunge. Kuna vitu vya kuombea. Tawatangazia na kuambia nini kinatupa tuombe kwenye mwezi ambao wa 12 hatujai kufunga, lakini Bwana ametupa neema tufunge. Kuna vitu fulani. Na wadokeza tu kidogo, mwezi wa 12 huu tunaenda tutakaoanza, kuna hali ya hewa imejiandaa kuja kutaka kuleta uharibifu kwa wanadamu duniani, sio Tanzania, duniani. Ni mbaya ambayo hamna mtu aweza kuzuia. Sasa sisi ombi letu ni kuwalinda waliokusudiwa na waliookoka. Maana Mungu walinda walio wake, na wasipoomba ujue wanapotea. Ni dokezo langu, lakini mengine nitakuja kuwaeleza kwa nini tuombe na hicho kitu ni nini. Tawaambia. Ni magumu uweze kukwepa kama corona kipindi kile, nawaambia. Na yenyewe niliwaambia mlikuwa mjui ni nini. Na sasa nawaambia mapema, mwezi huo wa 12 kuna vitu vimepangwa vije vilete uharibifu duniani. Vitagusa kila mtu unayemwona mwenye mwili. Hiyo haina mtaalamu wala mwanasayansi, wala mtu wa anga, wala daktari, wala bingwa wa nini, professional wa nini, mchawi, mganga wa kienyeji, mfuga majini na majini. Hiyo haitaacha. Sasa sisi tutaomba kabla hilo janga lijaje. Ni mwezi wa 12 ndio tutasimama hapo kuweka ulinzi. Na ulinzi wa Bwana utashuka. Kama siku zile Musa alivyowaambia wana Israeli waweke alama, sisi alama yetu itakuwa maombi. Tutagusa kila mahali kwa kanisa, na wanaokusudiwa kuokoka hata kama hawajaokoka walindwe huko waliko, kunusuru mambo mabaya. Mnanielewa au hamsikii ninachosema? Kwa hiyo tutafunga hayo maombi, ni dharura hiyo. Hatufanyagi si mwezi wa 12 maombi ya kufunga. Tushamalizaga ya kufunga nyuma tayari. Tulikuwa tunaangalia mbele kutakwaje. Kwa hiyo kuna dharura. Nimepewa taarifa hapa nikiwa madhabahuni. Bwana anambia waambie. Na wewe apostle mkiwa Msumbiji mkahakikisha mfanye hiyo jambo. Kuomba kwa ajili ya watakatifu na kanisa na kila kitu. Tuwe salama. Mpango kutoka kwenye milango ya chini ya giza ili kuleta uharibifu duniani, na sana kuwalenga watu walio wa Mungu waharibiwe na kubadilisha mifumo ili siwepo, ili tuamini vitu vingine. Mtawatangazia mpaka huko mikoani, waambie wasiache. Nafikiri itakuwa ni wiki zile za wiki ya kwanza hapana, pili hapana. Tutaanzia wiki ile ya 3 ya katikati. Na tunamalizia mwishoni tukandamize zaidi ili kupokea mwezi ule wa kwanza tu. Tumeshaweka mipaka tayari na wigo. Hamna kitu kibaya kuvamia. Unajua ugonjwa utakujaje? Utakuwa kama mafua makali. Mungu ameambia nitoe siri tu. Yatakuwa kama mafua makali. Yaani unakosa hewa. Achana na mapafu. Kutakuwa hakuna sehemu ya kupumulia. Huko hamna. Utakuwa hamna kitu. Dakika 2 haupo duniani.
watakuwa watu wanavunwa kama nani, kama vile unavyokanyaga sisimizi chini, mkali. Moshi sio moshi, kemikali sio kemikali. Mtu atakuwa anatamani kupumua, hawezi kupumua. Hata madaktari watakufa. Sijui wale wanatafiti tupone ugonjwa huu hamna, mpaka watakapolia Mungu ndio watakumbuka. Wasiposema Mungu ni kwaheri. Na imefika duniani huko waliko huko, ambao waamini wakatafute Mungu atawaambia hichi nilichosema. Huko kuna manabii waaminigi, huyu naambia waende waingie magotini, wasikimbilie kuongea, wakaulize jambo likoje mbele. Wataambiwa kama nabii wa kweli, lakini asiwe wa uongo. Atakiona kilichoko mbele ambacho sio kizuri, kinachokwenda kukumba ulimwengu huu. Utalindwa milele, utakuwa salama.